jua. Sasa basi, naomba ni share skrini nikwambie maana ya hii kampuni Internet Revolution Partners. Ni kampuni ambayo ilifunguliwa na viongozi ambao tulijua biashara za mtandaoni. Baada ya kuzijua, tuliamua tufungue kampuni, tuungane pamoja, yaani Wakenya, Waganda, wa Nigeria na wa Malawi pia tukaungana pamoja na wengine kadiri Mungu anavyoendelea kutubless, tukaungana pamoja. Lengo ni kwamba tunapopata kampuni tuende kumapproach mwenye kampuni, tukamapproach tukamwambie kwamba ukituona sisi ujue umeona Afrika nzima. Kwa hiyo tunachotaka, tunahitaji kuona statement za biashara zako. Umejinadi kama expert, tunataka kujua kama wewe ni expert. Kama unafanya forex, tunaomba ufungue akaunti yako ya forex, tuone namna unavyo manage nini mitaji ya watu, hasara unazozipata, faida unazozipata, ili tuweze kukuamini kukupa mitaji yetu sisi na mitaji ya watu wetu. Ni hilo tu. Kama unafanya crypto, tuoneshe hiyo wallet, tuweze kuiscan ili tujue movement ya pesa kwenye wallet yako, tujue kwamba je, kinachoingia na kinachotoka unatengeneza faida. Tukishajiridhisha upande huo, yani at least tunakuja upande mwingine. Haya, kampuni unayotuletea mezani, umeisajili nchi gani? Je, umeisajili, unalipa kodi na unaendana na sheria za nchi? Kwa hiyo tunajiridhisha upande huo kwamba you are an expert, unajua unachokifanya, una knowledge na unachokifanya, una skills na unachokifanya, na hivyo basi tukishajiridhisha sasa, hapo ndo nakuja kusimama sasa kama Valeria. Internet Revolution Partners, we rise by lifting others. Yes, nakuja kukuambia kwamba do this, weka hela zako hapa upate 4%, tuna uhakika kwamba 4% inatoka. Weka hela zako hapa utapata hivi na hivi na hivi, tuna uhakika kwa sababu ya tulichokiona kwenye macho ya kwetu. Hapo nadhani umeelewa. Kwa hiyo kampuni hii nimeregister Tanzania na inafanya kazi na ofisi zipo. Kija Tanzania kutembea, tutakupeleka ofisini kwetu ili uweze kujua. Sasa tunachokifanya ndio hicho, kama nilichokuambia, tunahakikisha tunawapa training members bure, as long as wametuamini kwamba tulichowafundisha ni chenyewe, wakaja kwetu wafanya kazi pamoja. Basi kinachofuata ni nini? Ni kazi yetu kuwatreni, ni kazi yetu kutreni watu wao, ni kazi yetu wanapofika mikononi mwetu wako mikono salama. Kwa hiyo kwa nini tunawafundisha? Ili kila mtu aweze kuwa digital entrepreneur. Sio tena uje kunipigia simu, hivi na logi ni vipi? Hii hela natoaje? Such kind, no. Means you can manage everything yourself, you become digital entrepreneur. Unakuwa digital entrepreneur. Haya, lakini jambo lingine, ofisi. Kwa hiyo maana yake huko Kongo mkisema sasa tunasimama kufanya hii biashara chini ya uongozi wenu, maana yake mkishapiga hela tutawapeni muongozo wa kufungua ofisi na kuweza kurani biashara bila kuwa na wasiwasi yoyote. Kuweza kuwa mnafanya training za kila siku kwenye ofisi ambayo umeamua kuifungua, iweka. Mtalipa vibali kwenye nchi yenu, mtawalipa kodi kwenye nchi yenu. Kodi zitatokana na mikutano mtakayokuwa mnafanya on daily basis kwa ajili ya watu. Kwa pamoja vision kubwa ni kutrain na kusaidia familia 1000 ziwe milionea in dollar working online independently as a digital entrepreneur. Yani wafanye kwa pamoja, yani kwa pamoja hawa watu 1000 wawe ni my digital entrepreneur. Without Valeria they can move on. Hapo nadhani mmeelewa. Bila mimi maana yake wanatembea. Bila mtu yoyote, kila mtu anatembea. Family, a 1000 family wawe milionea. Lakini pesa Mungu ambazo anatubariki, tuna kitengo chetu cha iLevel Foundation ambacho lengo ni kuhakikisha tunalisha watoto 1,000,000 ili at least na hii ndo familia ya Mungu duniani. Tunafanya kabisa kutoka rohoni mwetu. Wakati wengine wakiwa wanaenda baa kuzungusha kama tulivyo, lete kama tulivyo. Unaenda baa unanunulia watu wote bia wakati wajui. Sisi za kwetu tunapeleka huko wale watoto yatima wakipiga magoti waseme jamani Mungu
mbariki yule mtu. Hicho ndio ambacho tumekishagua kwenda nacho, lakini we train, support and mentor if you are ready. Okay, lengo kubwa hii ndio familia 1000. Sasa hichi ndio kijiji cha familia 1000, kwamba this village ukiiona hivi unaiona kawaida jinsi ilivyochorwa chorwa, lakini ni magorofa 15 kwenda juu, alafu majengo 150 yaweze kukaa kwenye community hii moja as a family. Kwa hiyo kwa Watanzania mpaka sasa watu walioweza kumiliki share kwenye kampuni hii ambayo tunaipromote ni watu 100 wameweza kumiliki share. Sasa watu hawa 100 tuna uhakika kwamba watu 100, kila mtu akileta watu 100, watu 10 tu, familia 1000 tumemaliza. Yaani watu 100 tulionao, kila mtu ana responsibility ya kutafuta Watanzania 10 ambao watakuja kufanya tunachokifanya, ili tuweze kufanya nini? Kufikia lengo letu la familia 1000 kuishi kwenye community moja. Hii ndo lengo la village. Sasa village yenyewe haitakuwa ina muonekano wa ovyo ovyo, itakuwa ina muonekano mzuri kama hapa unavyoona. Hilo ni gate tu lenyewe advertise, yani kila mtu atajua, maana tunaandika village, yani I love village, ikiwa na maana ya internet revolution village, people who made money from internet. We will bring history, tutaweka historia Tanzania, tutaweka historia, na kiongozi yote atakayenunua hii idea akienda kuitekeleza, maana yake utaweka historia kwenye nchi yako. Lakini kingine, kumbi kama huu ambapo mikutano yetu sisi as internet revolution partner, tumepata internet revolution Tanzania, Uganda, Congo, Malawi, Zambia, where Nigeria, whatever. Tukisema tunakutana, we do meeting ndani ya village za kwetu, lakini tuna uwezo wa kuita na watu wengine wakaja. Hizi kumbi tutakuwa tunazikodisha kwa watu wenye makanisa, hata bunge tutakodisha. Kwa hiyo ni lengo kubwa sana tunaenda kufanya. Lakini jambo lingine nataka tu nikufungue, kwenye maisha kuna ups na down nyingi tunapitia. Sasa basi unaambiwa hivi, ukitaka kufanikiwa, hela haijawahi kuwa tatizo. Tatizo ni mindset. Sasa basi kama mindset ndio yenye shida, tunachotafuta ni elimu ili mindset ikae vizuri, alafu hela ziweze kuja zenyewe. Kwa sababu kinachotufanya tusifanikiwe ni vile tu tunavyowaza. Kumbe elimu za mafanikio zipo, zimeandikwa kwenye vitabu. Kwa hiyo kama group letu sisi au uongozi wetu sisi tumeamua community ya kwetu priority ni kusoma, na asubuhi tuna high level academy ambapo tunasoma watu waliofanikiwa, tunasoma wale waliofanikiwa hata kwenye network marketing, watufundisha cha kufanya, halafu tukisha jifunza tunaenda kupractice. Lakini sasa huyu Robert Kiyosaki yeye anakufundisha njia za kutafuta nini? Pesa. Unatafutaje pesa? Njia za kutafuta pesa ni njia 4 tu, quadrant, kwamba kuna employee na self employed. Hawa wote wako kwenye left quadrant. Waliochagua kuajiriwa humu duniani wako 60% na waliochagua kujiajiri wako 35%. Ila ni population ya watu 95 ambao hawana financial freedom, yani hawana uhuru wa kipato, hawana cash flow ambayo tunaita passive income, hawana. You work for money, without working no money. Bila kwenda kazini upati hizo hela, kwa sababu formula inafanana. Ukiwa hapa maana yake umeuza muda wako na nguvu kazi ili uweze kupata nini? Kipato. Hapa umeweka mtaji wako, nguvu kazi zako na muda wako ili uweze kutengeneza nini? Pesa. Usipofanya hivyo maana yake haupati. Hapa tunazungumzia all professional peoples. Kwa mfano, I'm a doctor lakini nimeamua kujiajiri. I'm a lawyer, nimeamua kujiajiri. I'm an accountant, nimeamua kujiajiri. You work for money. Bila wewe kuwepo as an consultant, you will never get that money ambayo utakuwa nayo. Kwa hiyo tunasema hauna uhuru wa kipato, no leverage upande huu. Sasa basi, badala ya kukaa upande huu tu, Robert anakushauri kwamba utumie kipato cha huku kurudi huku.
uje upande huu ili uweze kuwa nani? Business owner. Business owner ni mtu gani? Ni mtu anayemiliki system, na hiyo system inafanya kazi kwa ajili yake, na inachomtengenezea anatengeneza asset, lakini huku vyote anavyovitengeneza ni liability. Huyu business owner anatengeneza asset, na ni 4% ya wanaotengeneza pesa duniani waliotengeneza system, yani ziwafanyie kazi, na hawa watu ndo wanaotoa opportunity kwa investors. Sasa tunavyomzungumzia investor ni yule mtu ambaye ana ile moyo wa kuamini jambo aliloambiwa, ana ule moyo wa kukaa chini na kufanya analysis, akachukua hela zake akaweka kwenye hiyo system aliyoambiwa, ili mradi tu alipwe kama alivyoambiwa bila kuwa amefanya lolote. Huyo ndo investor. Sasa watu wenye huo moyo duniani wako 1%. Sasa basi, kwa sababu ya hii elimu tuliyoipata hapa, inatusaidia hata tunapokuwa tunafanya network marketing, tujue mtu akisema no, I don't like this business, sisi tunajua kabisa kwamba huyu hayupo kwenye hii kategori ya 1%. Kwa hiyo hii analysis tunakufundisha na wewe ujue, unapokuwa unawaambia watu wanakataa, ukao ukijua wenye kukubali ni 1%. Ukifundisha watu 10, unategemea 1 au 2 waingie kwenye biashara. Kwa hiyo ukiwa unatembea una elimu au uhangaiki, ukiwa unafanya biashara una elimu kwamba ni nini ninachokifanya na matokeo yake waga yanakuaje, wala uhangaiki moyo, wala ukati tamaa, unajikuta unasonga mbele kwa sababu elimu unayo ya kujua kwamba wenye moyo ni wangapi. Sasa basi, ukichukua hawa na hao ukajumulisha, unapata 5% ya duniani watu wanaomiliki uchumi kwa 95%. Ndio hawa tu. You can imagine uchumi sio wa watu wote, ni wa watu wachache. Na hata Yesu Kristo alisema hivi, maskini hawatakaa waishe miongoni mwenu. Wapo vizazi hadi vizazi wataendelea kuwepo. Matajiri ni wachache duniani, na ndio maana mtu akitoboa sasa anaitwa majina mengi. Kumbe kuna secret behind iliyomfanya akatoboa. Kwa hiyo na mimi nakwambia secret behind ni elimu sahihi juu ya kile unachokiendea. Kwa hiyo ukiwa unatembea na elimu sahihi na data sahihi, hautakaa uhangaike, utajikuta unaishi na unatengeneza hela na unasonga mbele. Sasa kingine, tukija kwenye upande wa network marketing. Network marketing, ukifanya network marketing na wewe unakuwa umekuwa nani? Business owner. Kwa sababu maana ya network marketing ni independent business, yani independent business owner, kwamba unapata chance ya kuwa business owner ndani ya system ya mtu. Kwa hiyo sasa system zote zinazo offer watu network marketing hazina tofauti na system za Uber, hazina tofauti na system za online shopping. Maana yake zimetengeneza platform, zimeoffer watu back office wafanye biashara zao. Kwa hiyo na network marketing ndio hivyo hivyo, zinatengeneza system, wanakuoffer system uweze kubecome independent business owner. Na ndio maana naambiwa ukipata kampuni usipoigeuza kuwa ya kwako hautakaa utoboe. Kwa hiyo you stand you as you, na kampuni unaifanya kuwa ya kwako. Cha msingi ni kwamba kuwa na nafasi ya kuweza kufanya kazi kwa uharaka na mwenye kampuni ili muweze kutembea. Sasa na mimi nakuhakikishia, ukija ukajoin hii kampuni ambayo nitakufundisha, ukao ukijua una full support kuhusiana na swali lolote unalolitaka na namna ya utendaji kazi, ili wewe uwe na imani. Usipoamini hautaperform, lakini ukiamini utaperform na utatengeneza pesa. Na tunaamini kwa kuona na tunaamini kwa kutenda, kwamba nikiona nikatenda, nikaona nilichokitenda ndio kilichokuja, basi imani inafanya nini? Inaongezeka. Kwa hiyo ndugu wapendwa, baada ya kuwaeleza hivyo, naomba niwaambie our supporting system. We train, support, mentor members through IREF meetings. Hizi ndio meeting ambazo waga tunazifanya. Hii ndio system ya maisha yetu. Mwaka hadi mwaka, mwaka hadi mwaka. Yani unaisha sisi tukiwa kwenye moment fulani hivi za kutupa raha. Cha kwanza, dinner party. Tunapoandaa mikutano ya kwetu, hatuandai mikutano ya kawaida, lazima iwe na gharama. Nikisema dinner party, hizo zinakula zaidi ya 200,000. Unatoa kwa ajili tu ya kujicelebrate. Those small success you get in your business, you celebrate yourself. Kwa hiyo mna celebrate as a team, ni vikao vya member. Dinner party, mnacheza, mnafurahi, mnakula, mna review, mnatoa testimony. Kwa hiyo pale ni testimony after testimony.
na hiyo dina mnaalika watu wenu. Ninavyosema si chini ya 200,000, maana yake tuko viongozi 20, kila mtu katoa 200,000, hizo ni milioni 2. Tunaandaa katara, tunaandaa ukumbi, sehemu ambako tutafanya hiyo dinner party. We reward ourselves, tunaita watu wetu members, yani mteja naye mtaje, tunasema huyu ataingiza $10,000 akielewa, ataingiza $5,000 akielewa, ataingiza $2,500 akielewa. Akielewa ataingiza $1,000, na ninajua maana ya $1,000 kwenye system yangu, kwa sababu mtu akileta $1,000 kwenye system yangu, mimi najua $100 nitaipata kama direct bonus. Kama nimemuingiza kwenye wika saidi ya kwangu, ninayo upande ambao ni mdogo, nitapata 10%. Kwa hiyo $1,000 kwangu mimi ni $200. Maana yake malipo ya kwangu mimi ni $250 kwa system tulionayo. Yani mtu anaweka $1,000 unapata $250 kwa system tulionayo. Hapo nadhani umenielewa sasa. Kwamba sasa mimi kumnunulia chakula kwa pamoja tukaenjoy tukaongoza biashara sishindwi. Kwa hiyo hii mikutano hii ndio system ya kwetu. Lakini tuna mkutano mkubwa unaitwa ISS. ISS huu ni mkutano ambao tunautengeneza rasmi kwa ajili ya kurecognize watu kuanzia cheo kidogo mpaka kikubwa, na wakiitwa stejini wanapigiwa miziki waliochagua, wanapewa zawadi zao, ukumbi mzima unasimama, unakaa, unawashangilia. Hapo wakiamrishwa na MC, simama, shangilia, piga vigeregere. Those moment wewe tunaenjoy kila mwaka, lazima tufanye 2 times, mwezi wa 7 na mwezi wa 12 tunafanya hizi success day, tuna recognize watu wetu, tunaenda sawa. I Love Academy hii ni wake up and win. Unaambiwa hivi, ubongo chakula unachokiingiza asubuhi kwenye ubongo wako, hicho ndo ambacho kina control mind yako siku nzima. Sasa basi, baada ya kujua hiyo siri kwamba ninachokisikiliza asubuhi kikaingia ndani ya ubongo wangu, ndio kinacho control ubongo wangu tangu asubuhi mpaka jioni. Sasa basi, sisi mamilionea tunawasoma asubuhi, kama ni kusoma vitabu tunasoma asubuhi, kama ni kusikiliza motivation speaking tunasikiliza asubuhi. Ili mradi once I listen those motivational speaking, then ndio zitakazo control my mind from morning up to evening. Zoom, I love Zoom meeting. Tunafanya Zoom meeting, ndio maana unaona wewe uko Kongo sasa hivi, niko Tanzania, my friend Andrew yuko Uganda, na mwingine tunakutana kwenye Zoom, tunazungumza na naelewana. Lakini kwa ulimwengu unaokuja, ulimwengu wa metaverse, tutakuwa tunaweka miwani, tunakutana somewhere. Hayo ndio maisha yanaendelea kubadilika. I love boat cruise. Sasa hivi tunaenda cruise Dubai. Sasa basi hapa tumeweka kategori kwamba kwa wale ambao wanafika gold executive and above, na wateja wakubwa watakao leta vifurushi vya $10,000, na wale watakao manage kuleta $10,000 upande mmoja, $10,000 upande mmoja, kutoka kwa watu tofauti as a teamwork. Wote hao ndio tunaokwenda kwenye boat cruise. Tunaifanyia Dubai cruise for members, not for other people. It is for members. Weight part, tunavaa nguo nyeupe kabisa. Siku hiyo unajua maana ya nguo nyeupe? Maana yake umetakata. Yani moyo una amani, pesa mfukoni ipo. Yani if you look at yourself, you see yourself as an angel to your life. Kwa hiyo weight party ile wage napendeza vibaya mno. Tunafurahi, tunapendeza nini na nini. Nitakuonesha hapo baadaye ambazo tumewahi kuzifanya, utafurahi mwenyewe. Lakini tunafanya tour. Kwa mfano kwenye nchi zenu, kila mtu kwenye nchi yake kuna vivutio. Unaishiaga kusimuliwa tu, kuna mbuga za wanyama hapa, sijui kuna mlima Kilimanjaro hapa, hujawahi kwenda hata kuupanda, hujawahi hata kufika. Yani those moment for us, tuna kodi costa, basi nini, tunajaa, tunaenda kwenye hizo moment, tunaenjoy. Siku hiyo tutavaa t-shirt, tutavaa pensi, tutavaa suruali, vazi tutakalochagua, tutapiga picha, tutaenjoy, tutaweka kwenye mitandao, tutaweka status. It is our lifestyle in this in our time, in our team. Leadership camp. Kwa hiyo tunafundishana uongozi. Hakuna, ukitaka kufanikiwa kwenye network marketing, jiposition kama kiongozi, usijiposition kama follower. Make sure you become a leader. Yani fanya vyovyote ufanyavyo, jifunze. Tunasema manke si manke do.
Angalia mwenzia anafanya nini, copy and paste, fanya hicho. You make sure you become a leader, ndio utakapo enjoy ya maisha. Na kuna principles za kuongoza, vyote tunakuwa tunafanya nini, tunafundishana. Hii ndio the system tulionayo as team. Kwa hiyo iLevel is our brand as Internet Revolution Partners. Our slogan, we raise by lifting others. Sasa nikwambie, kwa Tanzania hawa ni watu ambao wamemiliki share tayari. Mahesabu ya share walionayo ya kutengeneza $200,000 kwa siku. Kanisi mambo ndo kama haya. Hapa chini tumeweka mipango ya kuhakikisha kijiji chetu kinajengwa. Ile kijiji ndio kuonesha kwamba lazima tujenge hichi kijiji kiape ni ndani ya nchi yetu. Mungu ametuunganisha pamoja siku ya leo. Tupo kwenye moment ya kuenjoy. Tunaenjoy moment zetu. Machampioni wakiwa kimya kabisa wanatafakari Mungu amewatendea nini katika maisha yao. Yes, tukianza na championi. Yes. Kwa majina naitwa Irene Michael. Namshukuru Mungu ameweza kunisaidia. Nimeweza kupata opportunity muhimu kabisa hii na amenipandisha, niko cheo cha gold. Namshukuru Mungu na kumtukuza Mungu katika kampuni ya Fidelity. Let's come with here. Yeah. Mama dade. Kwa majina naitwa Didnatesha. Namshukuru Mungu sana, haikuwa kazi. Mimi ni Jade. Yes. Na wewe tuko kwenye fursa kubwa sana ya Fidelity Group. Don't miss this opportunity. Yes, kwa majina naitwa Moses Nehemaya Mkini. Yes, namshukuru Mungu sana kwa kuniwezesha kufika cheo cha Jade Executive. Yes, ni mimi Unstoppable aka mzee wa audio. Pastor Molele hapa, nitakuwepo kesho. Let's go with here. Yes. Wa kipekee sana. Asante sana. Let's come with here. Fidelity Group. Wow. Yeah. Mimi kwa majina kama Malaika Modest. Ni mwanachama wa Fidelity Group. Nimeshafika cheo cha silver, soon natarajia kufika gold. Nikukaribisha wewe unayeangalia hivi. Karibu sana Fidelity Group. Let's go. Watu watumie na kimpendeza Mungu wao watu sahihi, na hapa niko sehemu sahihi. Nashukuru Mungu kwa kuwa shareholder wa iLevel. Fidelity na cheo changu ni gold. Namshukuru Mungu sana. Kesho bila kukosa atakuwa MD Zaki. Madam Valeria Rafael Kibate in this company. Now you can see. Are we together? Tuko pamoja wapendwa. Roni, you don't understand Swahili? Tutaendelea kufafanua sawa. Roni, karibu. Okay, wapendwa mliopo kwenye hii call, mmeelewa maana ya Internet Revolution Partners? Kama mmeelewa timu tunafanya nini, tunaendaje, tunasupportiana vipi, tunakwendaje mbele, tunaongozaje, yani hatulali. We are not sleeping. Hilo naweza nikakuhakikishia, we are not sleeping, tuko kazini, tunafanya kazi na ninaenda kufundisha system ambayo sisi inatufanikisha kuweza kufanikiwa. Sasa naomba utape number 1 kwenye chat box ili niweze kujua kama umeelewa nilichokuambia. Tape number 1 kwenye chat box.
Number 1 in chat box. Wow. Okay, nashukuru sana kwa kunielewa. Nawashukuru. Bado sijaelewa kitu. Bado hujaelewa nini? Unmute yourself, say. Niambiwe hujaelewa nini nikupresentie. Kumbuka hapa sijakupresentia biashara. Nilikuwa nakupresentia as a team what we do. Kama timu ya ambao tumeona biashara za mtandaoni, tukaamua kurejista kampuni, tukaamua kufanya hayo tunayoyafanya. Na baada ya hapo, tunavyochukua kampuni kuipromote, ni vitu gani tunavifanya ili kuhakikisha tunafikia malengo yetu. Ndivyo nilivyovipresent hapa, na hapa sasa ndo nakwenda kupresent opportunity ambayo tuko nayo inakwenda kutufanikishia sisi malengo yetu. Ni hilo tu. Mpaka hapo Harriet, tumeelewana? Kama tumeelewana, type number 1. Kama hujaelewa, you can unmute your microphone, then you talk. Oh, asante sana, nashukuru kwa kunielewa. Kwa hiyo sasa hapa nakwenda kupresent the business. Kwa nini tunajisifu? Kwa nini tunapanga tunayoyapanga? Ni kwa sababu ya hii kampuni ambayo tumeipata na tunajua inaenda kufanikisha malengo yetu kabisa. Bila chenga, ni lazima malengo yafanye nini? Yafanikiwe. Ni lazima tufanikishe. Kampuni inaitwa Fidelity Group. Kampuni ya Fidelity Group, mwenye kampuni alitoa hili jina la Fidelity Group akiwa na maana kwamba hakuna namna unaweza kufanikiwa kwenye maisha usipoamini. Kwa hiyo Fidelity Group ni kampuni ya walioamini. Ukisha muamini, kwa pamoja anayo fursa wewe ya kukupatia ili uweze kufanikiwa malengo yako wewe uliyofanya nini, uliyoyapanga. Kwa sababu biashara anayoifanya ni trading ya cryptocurrency, ya forex, na kwenye masoko ya stock market kama commodity market, shares. Hivyo ndio ambavyo anavitrade na vinamuingizia pesa. Ameamua kuweka disclaimer ya trading. Hazijawahi kuwa constant hata siku moja, waga zinapanda na kushuka. Sasa zikikutana na masio wasiokuwa na akili nzuri, wakiona wamewapromise watu kuwalipa hivi, wanaenda wanafunga matrade, wanaharibu pesa za watu na wanakimbia sokoni. Yeye anakuahidi hayuko hivyo. Alishokuahidi atakulipa. Akifika sehemu akaona okay, imeshindikana, kwa pamoja mnakuja, kwa pamoja mnafanya analysis. Kama ni kuvoti kwamba tufanyeje, mnafanya kwa pamoja. Ndio maana manetworker wote wa kwenye kampuni yake anawafanya kuwa shareholder. Ameweka program ya wewe uwe shareholder ili uje kwenye decision making ya board. Maana yake ni nini? Yeye anamiliki system, wewe unamiliki watu. Kwa hiyo you have the power to decide what to do kwenye zile times za pale kampuni inavyotokea ikawa down, ikashindwa kuperform. Kama you come to decide for your people. Ndio huyu hapa anaitwa Mr. Zaki. Hela zote amezipata huko. Mimi tulibahatika kuonana mwaka 2017 Dubai. Tulivyoonana, mimi kwanza nilikuwa na vyeo vingi kumzidi, lakini tulivyoulizwa ndoto zetu, yeye alikuwa na ndoto kubwa kuliko watu wengine kabisa. Ndoto yake kubwa ilikuwa ni ya kumiliki system inaitwa blockchain system. Na unajua kabisa anayemiliki blockchain system ni kama vile amemiliki internet. Kwa sababu hizo ni software, ni kodi, ni nini za internet. Kwa hiyo ndiyo ilikuwa ndoto yake, na mpaka sasa hivi ninavyoongeza na wewe, no longer a dream, ameisha timiza. Anakuita wewe, mimi na mwingine, tutakaomuelewa wote tuweze kuwa milionea kwa sababu moja. Ndivyo alivyozamilia. Akasema hivi, ili mtu yoyote anayekupa elimu ni mzuri kuliko anayekupa pesa. Anayekupatia uelewa ni mzuri kuliko pesa. Hata Suleiman kwenye kitabu cha Mungu alivyoulizwa, Suleiman unataka nini? Alimwambia Mungu, mimi give me wisdom. Maana ya wisdom, maana yake ni understanding. Give me knowledge, nieleweshe, usiniache, siko tayari kuangamia. Maana yake wisdom
ni knowledge, understanding na experience. Kwa hiyo aliamua kwamba okay, na mimi watu wangu hawatatembea kwenye giza, bali nitawafundisha kupitia chuo changu cha Limitless Academy. Akafungua Limitless Academy, ameweka video za beginner course kujua zile saini za kwenye trading, lakini kikubwa unafundishwa yote, forex trading, crypto trading unajifunza, na ada yake ni $100 ya kujifunza. Metaverse, NFT, staking, launchpad. Ukisha kuwa na elimu utajua kwamba mamilionea duniani wako wapi? Wapo kwenye NFT. Mamilionea duniani wako wapi? Wapo kwenye kustake coin, sio kununua na kushikilia, hapana. Wako kwenye kustake coin, yani kwenye staking system ndiko aliko. Mamilionea wako wapi? Wako kwenye ulimwengu wa metaverse, maana yake wamenunua share za ulimwengu wa metaverse, ndio walipo sasa. Mamilionea wako wapi? Ni wale ambao wameamua wao kuwa wamiliki wa pesa za mtandaoni na kutoa mitaji kwa watu, na hawa watu ni mamilionea. Access hivi. Ukitaka hela yao lazima uwe na collateral ya kuweka ili waweze kukupatia hela yao, na bado lazima uingie nao mkataba. Sasa ukiingia nao mkataba kichwa, ndio wale unaosikia wameingiza coin sokoni, imekaa miezi 6 imekufa na hela za watu, na wakati imeshaingia sokoni. Kwa hiyo hii yote ni elimu unapewa ili wewe ujue namna ya kufanya analysis ya business utakazozipata hata huko mbele ya uso wa maisha. Haya, mission ni nini? Anataka kuwa na muunganiko wa community ambayo iko imefanikiwa. Kwanza iko informed lakini imefanikiwa. Yani maana yake financially free. Tukisema financially free, you have passive income, money generates money for you, and you have the place where you work for money, ambazo ndo network marketing actually. Na wote kwa pamoja tuweze kushiriki kwenye teknolojia ya blockchain system. Hiyo ndo mission. Vision ni kuhakikisha wote tunaweza kuachieve. Maana kuwa financial free, unaweza kuwa financial free lakini hujaachieve. Ukifanikiwa kifinancial, unapata financial freedom, lakini jambo lingine unakuwa digital entrepreneur, lakini jambo lingine unaweza kuwa na elimu ya kutosha na elimu sahihi ya wewe kuwa milionea kwenye blockchain. Sasa basi, kwa sababu yeye ameisha kuwa milionea tayari, anakufundisha na wewe amekuaje milionea. Kwa hiyo maana yake kwenye maisha ni kukopi na kupesti. Ukichagua kwamba huyu ndo mentor wangu, ni lazima ujifunze kukopi na kupesti. Usipojua kukopi na kupesti, ndugu yangu, utakuwa unafanya nini? Unakwama. Kwa hiyo ndo hivyo. Sasa basi, ukiona hii miwani hii sio miwani tu. Ukiweka tu hivi, automatic unatoka sehemu, akili yote, mwili, kiwiliwili, kila kitu kinaama. Umeisha wasili kwenye ulimwengu uliojengwa kwenye hiyo device ambayo tunasema kwamba ni metaverse. Huo ulimwengu ni metaverse. Ukisha wasili huko, unajihisi huko kule, unatembea, unaona yaliyojengwa huko as if it is real. Hiyo ndo metaverse. Kwa hiyo na yeye alivyoingia kwenye ulimwengu wa michezo ndani ya blockchain, ameamua kuingia kwenye nini? Kwenye metaverse, ambapo wachezaji wataweza kuenjoy sana huu mchezo. Makao makuu ya kampuni yake akaweka Azerbaijan, ni nchi ambayo ipo kusini mwa Georgia, mji wa Marekani, na kaskazini mwa Russia. Kako hapo karibia na Caspian Sea. Economic activities zao ni mafuta, madini na magemu ndio wanayo. Kwa hiyo akaamua kupeleka, kwa sababu amejenga magemu, akaamua kuwapelekea pale. Lakini kikubwa ecosystem ya kwake ni product. Anazo coin na anazo nini? Anazo NFT. Education, anakuelimisha wewe, anakupa elimu wewe kuhusiana na blockchain opportunities zote, na vile vile anakupa opportunity kwa sababu matangazo hayatoi kwa njia ya TV wala kwa njia ya redio. Matangazo anayatoa kupitia watu walioelewa biashara kama Valeria na mwingine na Enoki na dada nani yule, akifika wote tukielewa kwa pamoja, we make money together. Haya, sasa naomba nikusummarizie business ya kwake, na isummarize kama ilivyo. Nikisha kupa summary ndo ujue ukubwa wa hii kampuni. Summary, tunasema kwenye hii biashara tuna income za aina hizi mbili. Ya kwanza ni passive income. Passive income maana yake ni nini?
money works for you. Maana yake nimeinvest pesa zangu somewhere zinanilipa bila mimi kuwa nimefanya nini chochote. Sasa passive income anayokupatia yeye anafanya trading. Kwenye kufanya trading ana maana yake ana trade forex na cryptocurrency. Faida anayoipata kwa wiki anakupa wewe 4% ya kile ulichokiweka kwake. Lakini kingine anachokupa kutokana na hela yako uliyoiweka, ana coin ambayo anaitoa kwa watu kama airdrop, anaitoa kwa community kama airdrop kwa ajili ya game lake. Maana yake nini? Tutakwenda kuzichange in future, zitakuwa coin na zitakuwa coin za BST na tutafanya nini? Wote tutaweza kuuza hizo coin kwa mfumo wa BST. Kwa hiyo alichokupa ni staking. Unafanya staking, maana yake unaweka fixed, zinakuwa zinazalishwa kama alivyosema. Haya, kingine shareholder. Shareholders wote, shares, company na share inatoa share kila siku endaye kwa Mungu. Tunasema 7 days kwa wiki, siku 7 kwa wiki. Anatoa mgao wa mapato ya kampuni 30%. Huu mgao sasa mashareholder wanamiliki 1%, au wote ni manetworker. Umefanya kazi, umefikia cheo na unamiliki 1%, unamiliki 2%, unamiliki 5%, unamiliki 7, 10. Hivyo ndio vyeo vilivyopo, kwamba you can imagine akisema nimezamilia kukufanya milionea kwenye blockchain, uelewe kwamba amezamilia kweli kufanya milionea kwenye nini? Kwenye blockchain. Kwa hiyo hayo ndio maisha aliyoko huku. Lakini kingine, wachezaji wale aliowajenga kwenye ulimwengu wake wa metaverse, au wachezaji tunawaita NFT, amekupa fursa ya kuwakodisha. Mfano imagine labda kama ungemiliki mchezaji mmoja anayecheza timu ya Arsenal. Kila Arsenal ikicheza wewe unaingiza hela kwa sababu mchezaji wako amefanya nini? Amecheza. Hiyo ndio kwamba umemkodisha kwa wale wanaocheza, ameenda kucheza, wewe umefanya nini? Umepata hela. Hii biashara ipo hata kwenye physical business. Timu zote unazoziona, eti fulani ni mmiliki wa timu hii, fulani ni mmiliki wa timu hii. Kaa ukijua huyo fulani wa mmiliki wa timu hii, maana yake ni nini? Alimiliki hiyo share au alimiliki mchezaji. Hujai kusikia kwamba mchezaji ameuzwa? Maana yake amepanda thamani, ameuzwa. Akishuka thamani ananunuliwa tena, akipandisha thamani anauzwa. Hivyo kwa hiyo kama offline ipo na online ipo kwenye mfumo wa blockchain ipo, unakodisha wachezaji, unaingiza hela, na yeye amekupa hiyo fursa ya kukodisha. Lakini jambo la pili, jinsi blockchain inavyojengwa, amewajenga yeye anao 12,000 peke yake na wanakaribia kuisha. Unavyosikia hii fursa, unatakiwa kutake opportunity quickly utengeneze hela ili uweze kumiliki hawa wachezaji. Fursa nyingine, ukimiliki zaidi ya wawili tunaita pair, watazaa. Kuna wanaozaa mara 4 kwa mwaka, kuna wanaozaa mara 6, na kuna wanaozaa mara ngapi? Mara 8. Sasa ukiwa unakodisha, kama ulianza unakodisha wawili, mara ukaja ukakodisha 4, mara 6, mara 8, income inaendelea kuongezeka kwa sababu wamefanya nini? Wamezaliwa. Hiyo ndio summary ya kilichopo ndani ya passive income. Summary nyingine ni hii coin ya BST ambayo wacheza magemu wote wanamiliki nini? Wacheza magemu wote wanamiliki coin ambayo coin hiyo itapanda thamani kwa sababu kila siku wanazinunua kucheza mchezo. Lakini sisi ametupa fursa ya kuzinunua na kuziweka fixed ili tupate daily reward ya coin kwa maisha tutakayoamua. Maximum ni miaka 15. Haya, hiyo ndo passive income endapo utashiriki hapa. Sasa active income, hapo ndo napokutaka wewe as a champion ukao na ujue namna ya kutengeneza hela. Namna ya kutengeneza hela ni kuuza vifurushi, kwa sababu anayenunua wachezaji, anayenunua coin ni member. Ndio maana zinaitwa airdrop, wanapewa member. Wote tunanunuliwa huko, tunapewa sisi member. Hajaronchi vitu vyake public, biashara ni ya kupata 4%. Ndipo tulipo. Haya sasa, tunapokuja kwenye mfumo wa kazi, kila package unayoiuza utapata 4%. Kama utapata 10%.
Kama nimeuza kifurushi cha dola 1,000, dola 100 ni ya kwangu. Kama nimeuza cha 10,000, dola 1,000 ni ya kwangu na inalipwa hapo hapo. Haya, nikiwa nimeuza nini? Nikiwa nimeuza kifurushi vikubwa vyote nitakavyoviuza, nitakuwa nimepata nini? Hizo pesa. Asilimia. Haya, nikitengeneza timu yangu huku na huku, timu itanilipa asilimia ngapi? 10. Tunaita binary commission. Lakini kwenye mfumo wa education package inaitwa Storm. Wote, kila mteja anayeingia kwenye biashara ni lazima alipe dola 100. Sasa wanapolipa dola 100 zao, maana yake ni nini? Hizo 100 ameziwekea pay plan level 1, level 2, level 3. Maana yake nikamleta huyu, nikamleta huyu, huyu akamleta huyu, akamleta huyu, akamleta hivyo. Ndio hizo tunaziita dola nini? Watu wanatengeneza pesa kutoka humu na ndio chanzo cha kwenda mbele. Lakini kingine, kuna hii package ambayo tunasema kwamba ni block 3 commission. Ukiweza kujaza wawili kwenye block 3 mpaka vizazi vitatu vyote vikajaa, unalipwa asilimia 5 kwa kazi zao kulingana na vifurushi vyao wanavyovimiliki. Kidogo kinakulipa asilimia 5. Renew, watu wako wameishaingia kwenye biashara, kila muda wakiongeza mitaji wewe unalipwa. Kila wakirenew package zao zikiexpire wewe unalipwa. Lakini bonuses zingine ni hizi hapa za reward, ambazo reward zenyewe ni nini? Ni unapewa, kuna vitu vingi. Kuna simu, kuna laptop, kuna naniliu, kuna safari za nini? Za members, kuna safari za boat cruise, kuna magari, kuna passport huko za kusafiri nchi 100 na ngapi bila visa. Yaani kuna bonus za coin, kuna bonus za kwa shareholder. Mimi simu ya kwangu hii hapa nilisha miliki siku nyingi, iPhone naipenda kama nini. Kwa hiyo ndo summary ya biashara, active income. You become sasa inavyokuja, umefanya hiyo biashara umemaliza, lakini ukawa ukijua unazawadiwa coin unazozawadiwa zinakupa pointi. Haya, coin unazozinunua zinakupa pointi. NFT zinazonunuliwa na watu wa timu yako unapata pointi. Ukishapata pointi unaenda kupanda cheo. Vyeo vile vyote ukiwa shareholder wa kampuni unakuja kulipa malipo makubwa na kampuni na unabaki na kampuni. Hiyo ndio biashara tuliyo nayo. Sasa nikuoneshe. Kwenye Limitless Academy nachambua kimoja kimoja. Kwenye Limitless Academy tunajifunza vyote hivi. Sasa hivi na wasiojifunza wanapata signal ya nini? Ya masaa 22. Wale wote ukishajifunza wanaosema sisi hatutaki kukupa hela yetu, lakini sisi tunafanya nini? Tunaingia, hatukupi hela yetu lakini tunataka kutrade wenyewe. Anawapa signal, weka kwenye coin, weka kwenye coin hii, weka kwenye coin hii, trade upate hela mwenyewe. Hapo umeelewa, lakini dola 100 unakuwa umeshailipa. Jambo lingine, kwa nini anakufundisha soko la forex? Hilo ni soko kubwa sana, maana ni kuuza pesa na kununua pesa. Unanunua, unaweka pea. Ukiweka vibaya utapata hasara. Hiyo ndio hivyo. Ni soko kubwa, lina mzunguko mkubwa wa hela. Ukitaka kupata, uwe na knowledge, uwe na skills, uwe na internet, uwe na mtaji mkubwa. Haya, hivyo. Kuna mwingine anajiuliza, sasa kama yeye anajua kutrade na anapata hela, mbona anachukua hela zetu? Anayetrade na mtaji mkubwa anapata hela nyingi zaidi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini la pili, anataka hela zako. Lengo lake ni kukufanya wewe ufanikiwe. Ndio maana anazichukua hela za kwako. Soko liko 24 hours, masaa 24 kwa siku 5. Wengine wanaingia weekend wanaruzi hela kwa sababu hawana nini? Elimu. Kingine nilichokuambia ni NFT. Kama uelewi, ni certificate of ownership. Nikwambie tu kwamba vinakuwa recorded kwenye mtandao as a picture, kwenye blockchain as a picture, na zina act kama asset ndani ya huo mtandao ili ziweze kuwafanikisha. Kwa hiyo zinazoona ni membership za klabu ya mamilionea ambao walioelewa NFT kipindi hicho wakanunua. Mwaka 2022 wameweza kuuza kwa bei kubwa sana. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Natakiwa kununua na yeye. Kwa nini sasa? Yeye ametengeneza NFT za kwake, lakini za kwake zinafanya nini? Zinacheza game. Na ndani ya game kuna cryptocurrency ya kwake ambayo nimekuambia ni BST. Haya. Play to earn, fursa ndo hizo nimekuambia za kukodisha, kubridisha na kufanya nini. Sasa basi, kabla sijakufundisha hii, nataka nikufundishe biashara, kwa sababu ili uje kununua hii, wewe hautacheza game wala hichi kifaa cha kucheza game una.
maana yake wenye magemu ndo wanaovijua. Kwa hiyo sasa mimi naomba nikufundishe biashara iko wapi. Biashara iko hapa. Umeleta naniliu, umewatafuta watu kuanzia kifurushi cha $100, chochote watakachokinunua kitawapa asilimia ngapi? Kwanza kabisa wanaonunua vifurushi vikubwa wanapata ile coin ambayo inatolewa kama hii drop inaitwa Eris coin. Wanapata nyingi. Kila wakilala wakiamka, huyu mwenye laki moja anapata hizi hapa kila akilala akiamka. Lakini sasa business ni ya asilimia ngapi? 6. Asilimia 4. Kwamba nimepata asilimia 4 kwa kila nitakachokifanya nini kuwa nimeweka kwenye biashara. Maana yake ndani ya mwezi mmoja asilimia 16. Wiki 60 maana yake asilimia ngapi? 140. Sasa watu wengine ukiwafundisha hivyo wanakuambia kuna biashara nyingi za hivi kama ulivyosema na zilisha kufa. Nikwambie lazima uelewe kwa nini biashara zinakufa, kwa sababu kama ni masoko yapo, masoko hayafi, wanaokufa ni wanaovifanya. Sasa kwa nini wamekufa? Hawana elimu ya kutosha, wana mitaji kidogo, hawana knowledge, hawana experience, hawana hata taarifa, news tunasema. Kama wewe ni trader au broker, usiyekuwa na news za kibiashara, economic, political news, you are a loser. Sasa Mr. Zaki tayari yeye anazo nini? News, ameripia, yupo kwenye hayo manini, utajiri wake ni mkubwa sana. Maana yake anakuwa wa kwanza kupata taarifa. Ndio maana watu tumefanya biashara mwaka jana, watu makampuni mengi yamefunga, lakini yeye amebaki na tumepiga hela kutosha. Hizo coin unazozinunua unapewa hizo package unapewa asilimia 4, lakini bado unapewa hizi coin za kwenda wapi? Za kama hii drop. Kazi yako wewe ni kusisteki ili upate daily reward. Baada ya mwaka mmoja utazibadilisha kuwa coin za game kwa kugawa kwa 100. Kwa hiyo maana yake daily reward kila siku napata, unaona kama hivi ilivyo, wa $100 anapata 11,200 na ngapi? Na 50. Kwa siku 30 anakuwa amepata hizi. Kwa siku 4,000, kwa mwaka mzima anakuwa na coin milioni 4 ambazo zinampa 40,500. Hizo ni coin za nini? Za game. Ndio maana watu tunawafundisha wamiliki vifurushi nini? Vikubwa. Kwa hiyo kaka yenu kijana ulikuwa unaniambia una mtu wa dola 100,000. Kwa hiyo mtu wa dola 100,000 anapataje? Kwanza akiweka 100,000, kila kilala akiamka anaingiza dola 4,000. Kila wiki siku ya Jumatatu anaingiza dola ngapi? 4,000 kila Jumatatu. Kwa mwezi mzima atakuwa amepata dola 10,000 na ngapi? Na 6. Mwaka mzima unaisha anakuwa amelipwa 200,000 na 1000 ngapi? 40. Hiyo ni nini? Mwaka mzima anakuwa amelipwa 200,000 na 1000 ngapi? 40. Hiyo ni pesa ya kwake yote amelipwa, lakini anachokuwa amezawadiwa ni hii hapa coin, ambayo anakuwa amezawadiwa coin 3,75,000. Kila kilala akiamka zinamwekea 11,250, lakini kwa mwezi mzima zinakuwa 3,37,500. Kwa mwaka mzima zinakuwa 4,000,000 na 50,500. Tukizipeleka kwenye sasa coin ya game ambayo maana yake utaweza kuuza, na coin ya game mpaka mwaka unaisha itakuwa imefika dola 30. Kwa hiyo huyu mtu atakuwa na coin ngapi? 40,500 ambazo akibadilisha kuwa USDT atazidisha kwa 30. A lot of money ameeni tu. You can imagine. Na hapo kumbuka hajamaliza mkataba wake wa kupata asilimia ngapi? 4. Haya ndo maisha. Hizo zitaisha, utakuja mwingine, itakuja mwingine, itakuja mwingine. Hayo ndo maisha ya huku. Ndio maana tunasema ni kampuni yenye utajiri wote. Sasa twende kwenye mfumo wa kazi. Mfumo wa kazi ni direct referral, pata asilimia 10. Ukweli ni kwamba ukiwa networker unaweza kufungua akaunti yako ukaleta watu wakaingiza mizigo ya hela na ukalipwa. Wewe ni networker. Ndio maana nakufundisha. Kwa hiyo ukiwa na mtu wa dola 100 utapata asilimia 1 ambayo ni 10. Dola 220, 50, 100 kwa mtu wa kifurushi cha dola 1,000. Haya ni 10% kwa lugha nyingine. Yaani mteja anakuwa active na wewe unapata hela yako halali na hela ya kwako. Haya
Tunakuja sasa mteja mwingine sasa. Ukifika hapa maana yake ni nini? Unatengeneza timu ya kulia na kushoto ambayo analipa asilimia ngapi? 10, na analipa upande mdogo. Akishafanya haya malipo, huku zinabaki $5,000. Pata mteja mwingine ulete upande huu ili uweze kufanya nini? Kutengeneza pesa. Mpaka hapo nataka kujua kama ninaongea peke yangu au ninaeleweka. Aliyenielewa ataipu number 1 kwenye chat box. Taipu number 1 kwenye chat box. If you want. Biashara hii ni mpya. Naomba mtakavyoipokea muipokee kwa mikono miwili mkaifanye. Ninavyokuambia, mnavyoanza hii biashara kwa Wakongo mtakuwa nyinyi ndo wa kwanza, yani nyinyi ndo peonea. Na mimi nawaahidi kwamba mtakavyoanza support ipo ya kufanya meeting, Zoom meeting, sijui vimepanda vimeshuka, hata physical meeting mkinihitaji tutakuja. Na kama mkijua mmekuwa wa kwanza, mimi nilipopokea hii biashara niliamua nikafanya na Watanzania, sikuwa nimepeleka popote, basi nikaendelea. Kwa hiyo aliyefungua nchi zingine hizo za Bangkok, sijui Germany, wapi huko nchi gani Asia, bara la Asia, ni mwenye kampuni, mimi sijaenda. Kwa hiyo ninavyokuambia Afrika nzima hakuna mwenye kampuni hii Afrika. Nyinyi ndio mtakuwa wa kwanza kuipeleka Afrika nzima na kwenye mataifa mengine mliopo. Na hii kampuni ina bonus nyingi, sijapata kuona. Alichokiweka hapa, ulianza na $100, ukipata mara 4 yake uweke tena. Kwa hiyo unawekwa na upgrade. Na amesema hivi, kwa sababu mnavyokuwa mna upgrade, hayo mapato hayapotei. Kumbuka yanaendelea kuja kama bonus. Ndio maana kuna bonus ya renew commissioner. Kwa hiyo hamna chochote kinacholeta shida kwamba as I upgrade my package, maana yake there is a bonus keeps coming from my team as if nimeanza kwa upya. Ni kama vile kwamba nilianza na kifurushi cha $1,000, nilivyoweka 5,000 ni kama vile nimeweka tena mtaji wa 5,000. Mtu analipwa tena, kama ni mtu wako unalipwa tena. Hiyo nayo ni bonus nyingine, inaitwaje? Commissioner, renew commissioner 100% bonus back. Bonus nyingine ni hii niliyokuwa na kuelekeza. Kwenye kila block anachukua kifurushi kidogo anakupa 5%. Ukija kwenye hii block 3 kifurushi kidogo anakupa 5%. Ukija hii block 3 mwenye kifurushi kidogo kati ya watu hawa 8 anakupa 5%. Hiyo nayo ni bonus. Baada ya hapo ngoja niangalie. Mr. George Nestor Ruwanyura, can you unmute yourself upresent share? Kwa nini namuita George ya present share? Siku ambazo nilimuita George kwenye hii biashara, alivyoangalia project ya coin na project ya nini alivyoangalia project ya coin na project ya NFT, aliona biashara kwa kiwango cha hali ya juu. Akaniambia hivi, mimi kama mimi siwezi kuingia kwenye hii biashara kama huyu mwenye kampuni hayuko tayari kutoa share za upande wa pili. Asipotoa share za upande wa pili, siingii kwenye hii biashara. Huyo ni George. Alisema hivi, if this company will not give us shares from the system, blockchain system, I'm not going to participate. Why? Because I know where big money is. If you want me to be in this system, I want shares. Sasa basi,
mwenye kampuni niliendelea kuzungumza naye, nikamwambia wewe, ukitunyima share kaa ukijua utaimisi timu yangu yote na waathirika wote utawamisi, lakini ukitoa share hawa watu watakuja, wameisha jua ukweli wa blockchain uko wapi. Basi tuliendelea. George alivyokuja, siku moja nikafanya mkutano mkubwa wa dinner party. Kwenye ule mkutano nilivyomuonesha, alivyoona watu wamejaa, alisema you guys, now I know you know what you want. Kuanzia from today I will give you share. Kuanzia leo ninawapeni share, mtakuwa shareholders as long as mmeamua kuendelea kuleta wateja kwenye biashara zangu. Hapo sasa ndo muelewe. Kwa hiyo sasa, kwa kila mteja, kabla hujafanya lolote, $100 inakuhusu. Anayelipa $100 akaweka pay plan. Kasema kampuni itabaki na $10 tu, lakini $90 zote nitazigawanya kwa mfumo huu: wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, wa sita, wa saba, wa 8 mpaka wa 18 walipe 1%, wa 19 na 20 walipe 2%. Sasa hapo kijaribu kuhesabu, wawili wakaleta wawili, timu ikawa ya watu wawili. Hawa wawili wakileta wawili wao, timu inakuwa watu 8. Watu 4 kila mtu akileta wawili wanakuwa 9. Watu 8 kila mtu akileta wawili wanakuwa 16. Watu wawili kila mtu watu 6, watu 16. Watu wawili nao wakileta. Kwa hiyo iko hivi kwamba tukienda mpaka generation ya 14 nina watu hao, lakini bonus ambayo nakuwa nimeieni inakuwa ni 33,600 na 360. Hizi ni dola. Nimezieni tu, ukiangalia niliweka $100 ili nipate education. Kwa hiyo baada ya kusema hivyo, nimkaribishe kaka yangu George, champion, billionaire klabu, the king from the kingdom, kingdom from the king. Karibu sana uweze kumalizia presentation. Kwa upande huu ni kwa namna gani anayefanya teamwork ataweza kuwa shareholder wa kampuni. Dada yangu yupo hapa, atasikiliza vizuri. Karibu sana George. Okay, asante sana champion. Hongera kwa presentation na hongera kwa kuwapatia fursa watu wa Kongo. Ni jambo jema sana na tuko tayari kuwa support even hata tunapoendelea Dar es Salaam, Tanzania. Tuko sehemu tofauti, lakini tupo kwa sababu tunafanya biashara. Kwa hiyo kwa yeyote anayetaka kuanza biashara, cha kwanza nawaambia watu, fikiria umefanya vitu vingapi na unataka kuelekea wapi. Before hujafanya hii biashara, waza nini unachotaka kwa hii biashara. Kwa nini niliomba share? Naomba share kwa sababu I know power of sharing in a company, na watu walionunua share ndani ya Binance even leo wanatengeneza zaidi ya $100,000 per day. So hakuna namna navyoweza kuignore share kwa sababu naelewa kinachoendelea. Kwa hiyo karibuni tuweze kuzungumza habari ya share. Champion, naomba peleka slide inayofuata. Yes, kwa mtu aliyefanya series as a team, unapofikisha volume ya 6,000 kwa 6,000, wewe unakuwa umepata cheo cha silver. Kumbuka hata ukimweka mtu wa $100, as long as ameingia kwenye biashara chini yako, inakupatia pointi ya $100. Kwa hiyo hatutafuti $6,000 kulingana na wingi wa watu. Unaweza ukaweka mtu mmoja na akapata hii pesa na akapata hii volume. Kumbuka wale tunaowaambia wajoin kwenye hii biashara, malipo yao ni wanalipwa 4% per week na 16% kwa mwezi kwa muda wa miaka hiyo ambayo imetajwa. Maana yake ni kama wiki 60. Sasa kama ni mtu anaweza kapata hizo 1%, itimize huyo mtu atakuwa ameenjoy sana. Cheo kinachofuata ni zile rank ambazo tumekwisha kuzitaja. Aliyefika level ya silver anapata Alice coin.
Alice coin ni community coin ambazo right now unapewa kama gift kutoka kwenye biashara ya kampuni. Lakini huyu mtu anapokuwa ameweka, itaendelea kufanyiwa staking, atakuwa anapata daily reward ya coin moja. Zitakapofika 1000 atakuwa amepata BST 10. Huyu mtu akipata hizi 10, jiulize itakapokuwa imefika $1000 au 500. It means huyu mtu ameshatengeneza pesa. Lakini hii pesa ameipata kwa sababu amekwenda rank. Ukiwa level ya gold unapata Alice coin 15,000 na unapata daily reward ya Alice 30. Ukiwa cheo cha jade unapata Alice 30,000 na unapata reward ya coin Alice 200. It means zinapokuwa zimefika 200 umepata BST coin 2. Unapokwenda cheo cha sapphire unapata Alice 75,000 na unapata Alice reward 1000. Alice reward ukiziswap kwenda kwenye BST, hapa unakuwa umepata 10. Sasa ambacho nakwambia ni kwa nini ukienda level ya sapphire na ukapata hizi coin ukafika hapa, utakuwa umepeleki share ya kampuni 1%. Maana yake ni kwamba kama gawio la siku ni $2,500,000 kwa siku hiyo, wewe utakuwa umetengeneza $25,000 per day. Maana yake huyu mtu ameaga umaskini kabisa. Ukifika cheo cha emerald ni coin Alice 150,000, lakini utakuwa umepata Alice coin reward 3,000. It means utakuwa umepata BST 30. Sasa huyu anamiliki share ya 2%. Anapokwenda Black Diamond, huyu mtu anapewa coin 375,000. Huyu mtu anapewa coin 11,250. Maana yake akiswap anapata coin 1,150, lakini anamiliki 5%. Anayekwenda cheo cha Phoenix ni coin Alice 750,000, anapata 37 daily. Maana yake ni sawa na BST 37 daily, lakini huyu mtu analipa 7% ya mapato yote yaliyopatikana kwa kampuni. Crown Eagle ni 1,500,000, maana yake anatengeneza 150,000 sawa na coin 1,500, lakini wakati huo anamiliki share 10%. Huyu mtu ameaga umaskini kabisa. Hakuna mahali atakapokutana na umaskini, kwa sababu just imagine, kama unaweza kaelewa Binance, nenda kaangalie user walioko kule. Jana walikuwa ni 257,000,000. It means kila siku huyu mtu anaingiza 257,000,000, kwa sababu anyone who be transfer money ndani ya Binance anakatwa $1 kwa transaction moja. Kwa hiyo unapoelewa habari za share, elewa ya kwamba nakwambia kitu ambacho hautofanya maisha ya kwako yawe the same. Na ninacho kusisitiza as kukueleza ukweli, wafundishe watu kwa skills ndizo zinazoweza kuwapatia kwenye mafanikio. Na tunaposema tunajenga biashara na kukimbizana ili kila mmoja aweze kuwa sapphire. Sapphire ndipo mahali unapoweza kusema either nitafanya au sitafanya, maisha yangu yataendelea. Slide inafuata. Yes, kwa wale wanaojenga biashara nimeshasema, ili uweze kufika gold haijalishi ni nani. Once umejenga team, wakaja watu upande wa mkono wako wa kushoto wakafikisha volume ya 20 na 20, wewe ni gold. Unapokuwa gold unalipiwa trip ya Dubai for 3 nights and 4 days. Maana yake ni siku ya kwenda na kurudi.
chochote utakachosema unataka kufanya ni kwa ajili ya kwako. Cheo kinachofuata ni Jade. Jade unapewa latest Apple Watch and a phone. Hiki ni mtu aliyejenga biashara volume, champion volume. Ni 80,000 kwa 80,000. Madam Valeria amekwisha kupata, akiweza kuwaonesha atawaonesha iPhone ya kwake, na mimi nilishapata. Wakati tunakwenda Dubai mwezi wa pili, tunaenda kupokea hivi vitu, lakini right now na mimi naenda cheo kinachofuata Emerald. Emerald, not Sapphire, sio Emerald. Emerald ndicho cheo ambacho madam yupo. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunapozungumza, nazungumza kwamba at any time from now tuna uwezo wa kutangaza cheo cha George kwa kiasi hiki. Unapokuwa kwenye hiki cheo, ni mtu aliyejenga volume ya biashara 245,000 na team both sides, lakini kampuni inakupatia cruise for couple, wewe na umpendaye, kwa ajili ya siku 7 ukiwa ndani ya hii boat, na utaanzia Thailand na utaelekea utakakokuwa imeandaliwa hivyo. Kwa hiyo ukiwa kwenye hii biashara ni lifestyle. Kwa mfano kama sasa hivi tuna safari zaidi ya 5 ambazo zinaenda kufanyika kwa ajili ya biashara yetu. Kwa hiyo once you choose to make decision and you be part with this fidelity, make sure traveling is part of your life. Unaenda kuenjoy kitu cha namna hiyo. Page inayofuata, Emerald ndicho cheo Madam Valeria ambaye amefika. Kumbuka ndio representative wa Africa na ndio upline wa kwangu. Yeye amefikisha volume ya 780,000 both side, na mwisho wa siku yeye ana uwezo wa kuchagua kupata $35,000 au apate hii gari ambayo ni Honda Civic. Kwa hiyo yeyote anayeanza biashara, kumbuka mpaka hapa alipofikia anamiliki share za kampuni 2%, na ile nyingine still bado inafanya kazi. Kwa hiyo maisha ni mepesi, ni wewe kuamua. There is no way guys, tunapoweza kufikia kwenye mafanikio kama hatutajitoa. Black Diamond ni unapewa Dominican passport. Dominican passport ni unakuwa raia wa dunia kwa miaka 16. Nchi zote utakazohitaji kutembea hutohitaji visa, kasoro Marekani na I think na Ujerumani. Hizo zitakazo kuhitaji hizo. Lakini huyu ni mtu ambaye ameamua kujenga hii biashara, automatically hautokuwa unaishi Kongo tena, kwa sababu wewe ni ambassador wa biashara. Maisha yako yote first yatakuwa ni Dubai. Kama utapenda second home utaanzia hapo. Maana yake maisha ya wewe ni maisha ya kampuni, kila kitu unalipiwa. Kusafiri kwako ni gharama za ofisi, hautohitaji kutumia pesa yako kwa sababu umejenga biashara 2.2 milioni USD both side. Kwa hiyo kama ni mahali ambapo unapahitaji ni wewe kupata hii passport, kama uko Kongo, wewe ni wakati wa kuamua. Unakwenda kuishi Paris, utakunywa chai kule, unataka kwenda wapi, ni wewe utakayeamua. Kwa hiyo tuna enjoy lifestyle na maisha yanaendelea. Ukiangalia kwenye PDF ya madam, amekuwekea kule background, amekuwekea cheo cha Phoenix kwa sababu ndicho cheo kinachopata. Lakini kwenye hiki cheo cha Phoenix unapata Bentley car. It is good, nice car, na ni artificial intelligence, uhitaji kujenga au kuendesha wewe. Kumbuka wakati unapata artificial intelligence car, moja kati ya gari ambazo ni the best kabisa, wakati huo hautokuwa unaishi Kongo. Kumbuka kama unapenda kuishi Paris, utakuwa uko Paris. Kama utakuwa unapenda kuishi Dubai, utakuwa uko Dubai, kwa sababu first priority ni Dubai, second utachagua wewe. Ni mtu aliyejenga biashara yeye na timu yake 4.4 million USD. Kwa hiyo ni kitu kinachowezekana. You can see mimi nimekuwa committed kwa biashara ndani ya mwaka mmoja, lakini serious nimeweza kufika cheo cha Sapphire. It means huu mwaka tunapoenda kukamilisha, tunakwenda kukamilisha hivi vyeo vyote.
Tunapokwenda kufikia Desemba, everything will be done, na watu tunahitaji kwenda kuishi nje ya nchi. We are tired to stay here in Tanzania. It is mama rent, tumezaliwa hapa, it is okay, lakini kwa lifestyle tunahitaji kwenda kuishi mbali zaidi. Cheo kinachofuata ni Crown Eagle. Hiki ndicho cheo cha mwisho ambacho unapewa penthouse. Penthouse unapewa nyumba ambayo ina kila kitu, ambayo imejaza everything, lakini sharti la penthouse, it is must be used for this glass. Unaposema ni glass imeenda hivi, nyumba ni kuta, na hata mtu akipika gun au risasi haiwezi kupenya kwa sababu it is more secure. Wakati unapofikiria hii, usije ukafikiria kwamba utakuwa uko Dubai. Not utakuwa uko Kongo. Maisha hayo utakuwa uko Dubai au uko Thailand na kungineko. Kama hautopenda hizi nyumba, basi kampuni itakupatia $400,000, lakini utakuwa umejenga biashara ya milioni 8.8 ambayo wewe na timu yako mtakuwa mmeshafikia hapo. Kwa hiyo twende page inayofuata. Yes. Model of payment kwa wale wanaopenda withdrawing ni 7%. Minimum withdrawing ni $25, lakini withdrawing process time ni ndani ya masaa 24 mpaka 48, japo haifiki hapo. Hapa nyuma tulikuwa tuna withdraw Monday up Friday, lakini kwa sasa tuna withdraw Monday and Friday, Monday and Tuesday, mara 2 kwa wiki. Lakini kwa wale wasiopenda kutumia 7% ya makato, wana uwezo wa ku-withdraw kwa e-pin ambayo ni zero cost, na huyu mtu hachajiwi chochote. Kwa hiyo elewa ya kwamba unataka ku-withdraw kutumia system na ili upate kwenye wallet, kuna charges za 7%, lakini kama unamsajili mtu wa kwako kwa kutumia e-pin ni free of charge. Inayofuata. So Team Congo, thank you for coming for this Zoom meeting, and we are ready. If we have a question, please open your mic, fungua, tuzungumze, tuone ni nini kinachofanyika. So thank you very much. God bless you. We are together. Karibu sana. Namalizia kwa kusema website ya Fidelity Group ni www.fidelitygroup.global. Ingia hapo, soma, lakini kikubwa ni hichi tulichokupresentia kwa sasa. Karibu sana. Kama una swali lolote, karibu sana uweze kuuliza.